Leo ni papa kutajia wakati ambao watu wanakuambiaga ukweli, lakini kwa kushindwa kuwa mwerevu waweza shindwa kuelewa. Hii ni kwa mujibu wa dark psychology, ndio inasema hivyo. Haya, wakati unataniwa kuna 90% ya ukweli wakati mtu anakutania. Hivyo sikiliza kwa makini wakati watu wanakutania. Humu kuna ukweli mwingi ambao huwa unasemwa kwa mfumo wa kuchekesha. Chengine, wakati mtu anakasirika. Mtu akikasirika akili yake ni ngumu sana kufanya kazi, na kuna kasiri ni hisia. So anachokuambia ni kitu kutoka moyoni ndani yake, ndicho anachokuambia. So kama unaamini mtu anaongea kwa sababu ana hasira ndio maana kaongea ile maneno, amekuambia ukweli na amini. Akikwambia wewe ni mshenzi una adabu, trust that ndivyo anavyokuona. Umeelewa Pia awe na mtu anapokuambia neno akiwa na hasira. Chengine, katika ulevi, mtu akikwambia kata ameelewa, amini 100%. Kwa sababu gani? Mtu ni ngumu sana kubalance akili yake akiwa ameelewa. So akiwa kwambia wadogo wangu, hawa watu naona wewe waone hivi tu, mimi nakwambia hawa ndugu zangu mimi, amini mzee. Akielewa akili yake inakuwa ifanye kazi. Unless aongee kitu ambacho ni pumba, maneno ambayo hayaongeleki. Lakini akiongea katika akili zake, yani anaongea maneno ambayo yanaeleweka na yanaleta kama vile kinaleta maana, lakini ukiangalia kwa macho yako hakileti maana, jua ni kweli. Chengine, watoto wadogo huwa hawajui nini waseme na nini wasikiseme. So utakachoambiwa na mtoto usikasema ni akili za kitoto ndio umemfanya aseme hicho ni cha kweli, kwa sababu yeye hajui kitu gani atakuwa akifiche na kipi asifiche. So amini chenye mtoto anakisema. Sio sema katoto akana akili yaka ana maana yake. Okay, mimi namuonaga kaka anaingiaga na mdada huko ndani, akamwambia ndio rafiki yangu anafanya kitu fulani ajabu ajabu. Atabia mbaya kitu gani? Muamini mtoto. Mtoto hajui kuchuja, anachokisema ni 100% ni kweli. Chengine, wakati wa msiba, watu wakiongea kitu kwenye msiba katika hali ya huzuni, jamani tufanye hichi, sikia 95% huwa ni kweli, isipokuwa tu wale wanafiki ambao hii ni very rare scenario kwamba labda wamehusika katika mauaji ya yule mtu, for that case only na kitu ambacho. Lakini kwenye msiba chenye watu wanakiongea kuhusu marehemu au chenye watu wanakiongea kuhusu mtu huyo 95% ni ukweli. Na ndio maana nakwambia ukweli wako unaweza kujua ukishaondoka au ukishakufa. Chengine, wakati wa dharura, mtu akwambia jamani samani ndio kitu fulani fanya hichi, samani ndio kitu fulani. Ndio maana nikaanambia siku zote mtu ukitaka kumfanya mtu akwambie ukweli, mfuate wakati amechoka au wakati ana haraka ya jambo fulani. Ni rahisi kuambia, kwa sababu jinsi ambavyo atadanganya itabidi ataweze details zingine za uongo nyingi ili aendelee kuaminika. So akipata dharura anakuwa ni rahisi kusema ukweli wote ili jambo liende haraka ili umsaidie kuwa msaada na utaka yeye. Umenipata? Akidanganya maana inabidi atoe details nyingi za uongo wake. Kwa lazima tumie tu njia ya ukweli ili mambo yaende kirahisi na msaada wako umpe. Chengine, wakati mtu anakuambia huko anacheka, na mtu anacheka fa kaongea kitu kinawezekana 90% kawa ni kweli. Mzee shida yangu jamani kajinga. Tuzako ni kajinga ndio maana wanakuacha maneno. Wale wangu mjinga sana Lazima sasa wangu mjinga wangu uko wapi? Umeambua kweli wewe ni mjinga. Unaelewa? So watu wakaona ongea kwa wakati anacheka, 90% kubwa pia ni kweli umeambiwa. Chengine, wakati mtu analalamika, mtu anakuambia analalamika, unajua wewe hapo ulivyo anayamwaga yote. Unachoambiwa note tu babangu. Akikufungulia kwanza nimekuchoka, sijui ndio ulivyo. Hapo ni ubadilike tu. Kama utaenda kuwa kama ulivyo, ndio ulichoambiwa chote cha kweli. Wakati mtu analalamika na wewe unamkalia kimya, ndio anazidi kufunguka. Chote ninachokuambia kile kibebe kama kilivyo mzee, kibebe kama kilivyo, toka nacho. So ukipata lalamika kwa jamaa kwa lalamika kuhusu kitu fulani kwa ajili yako, amini 100% ndivyo anapokuchukulia. Chengine, wakati unamshauri mtu akiwa ana nia dhati ya kukushauri, huwa anakueleza ukweli ambao yawezekana ikawa ngumu kwa watu wengine kukulini. So mtu anakuambia mfano, sasa nishauri nisome. Usisome kitu kama hujuani mtu. Kama mtu humjui, kuna mtu mwenye fani hiyo, hakuna mtu mwenye ukaribu na wewe, usisome. Kwa sababu watu wanaajiliana kujuana siku hizi. Huu ni ukweli. Sasa hii wote tukeni, kama kuna mwanafunzi yuko chuo unataka akasome, zingatia hichi kitu. Usisome kitu ambacho hakuna kwenda anayesoma, hakuna mtu ambaye kashafanya. Watu hawaajiri watu wasokujua. Kwa mtu akana kushauri kwa nia ya dhati kutoka moyoni, huo ndio ukweli ambao wewe hujui. Chengine, wakati wa kumsifu mtu. Ukimsifu mtu ni rahisi sana kwenda kufunguka zaidi kwa sababu unamsifia. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kulimudu ile jambo.
kuweza kuvumilia wakati anasifiwa. Inawezekana ukamsifu mtu kidogo tu, ukampampa anaanza kufunguka zaidi, yani anafunguka zaidi. So wakati unamsifu mtu afa mtu anazidi kufunguka zaidi, jua unaambiwa kweli. Umeelewa? Wewe bana unafanya kitu fulani. Mimi na akili mzee na mambo fulani na sio hapo tu na hichi na sio hapo tu kuna hichi vichote vyote. Kawaida mtu akisifiwaga asilimia kubwa wanajikuta wanafunguka vitu vingine vya details kwa sababu ameona ni mtu ambaye unamappreciate. Kwa mtu ni rahisi kufunguka kwa mtu ambaye anamappreciate. Naona nimemaliza, tukutane katika video zijazo.